Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa Nugema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kuongelesha Bwana William Ruto. Nimwambia kwamba aache kwenda kuzindua hewa, akiambia Wakenya kwamba ni miradi anazindua. Amezunguka Nairobi wiki mzima ikifanya kuna miradi ambao anazindua huko, akiambia Wakenya atawanunulia mashini za kupika chapo, mashini ambayo itakuwa inapika chapo milioni 1 etago. Hizo ni stories za jaba, hizo ni stories za bunwasi, hizo ni hadithi, na hiyo ni ile uongo ambao wamezoea. Nataka niambie William Ruto, hii story ya kuzunguka Nairobi kuwa juu ya magari, ukiendanga kuzindua hewa, ndio upate nafasi ya kupiga siasa, ndio upate nafasi ya kudanganya Wakenya. Hiyo kitu Bwana William Ruto, tafadhali, inaumiza Wakenya, kwa sababu siku umezunguka hapa Nairobi, ulitembea na wezi karibu 1,000, wezi ambao hatuwezi jua kule walikuwa wametoka, na walikufuata wakipora raia, wanakufuata wakipora wa Kenya. Hiyo siku umekuwa huko Mathare, hiyo siku ulikuwa kule Mlango Kubwa, hiyo siku ulikuwa kule Juja Road, hiyo siku ulikuwa kule Thika Road. Wakenya hiyo siku hakuna Mkenya hata moja alikuwa kwa hiyo barabara alienda nyumbani na simu yake. Hakuna Mkenya hata moja alikuwa amebeba wallet na pesa alifika nao nyumbani. Wale Wakenya walikuwa na magari zao waliporwa wote, wakora wana hijack gari, wanaiba side mirror, wanaiba zile vitu ambazo ni za dhamana katika hiyo magari, wanaingia mpaka katika gari za abiria bwana. Wanapora watu mchana wazi. Bwana William Ruto, hiyo siku kama ungekaa State House, ufanyie wananchi kazi, uende kwa ofisi yako, uangalie ile mambo imekwama ambayo inakuhitaji huko. Hiyo siku kama ungekuwa huko, Wakenya hawangeporwa. Wakenya maelfu hawangeporwa simu zao hiyo siku. Wakenya maelfu gari zao hazingeharibiwa hiyo siku. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie William Ruto, unapeleka Wakenya hasara kubwa sana kwa hiyo kuandamana kwako juu ya magari ukienda kuwadanganya, kwa sababu unapatia wezi nafasi, wanakufuata wanapora Wakenya. Kwa hivyo Bwana William Ruto, tafadhali, kaa kwa ofisi, fanyia wananchi kazi. Hii mambo ya kuzunguka huku ukidanganya, ukizidua mambo ya hewa, sababu hakuna mradi hata moja ambayo imetekelezwa na serikali yako ulikuwa unazindua. Ni vizuri tuambie hivi wala Wakenya ambao hawana habari. Ulikuwa tu unazunguka kufanya campaign, ulikuwa tu unazunguka kudanganya Wakenya. Hiyo PR, hiyo tu ujinga na upuzi. Hakuna kazi ilikuwa inaendelea hapo. Ni vizuri tuambie Wakenya ukweli. Na wacha niambie Wakenya, kuna kitu ambayo imeendelea kule bungeni hii wiki ambayo inaelekea sasa kuisha, na watu wengi pengine hawajui ya kwamba William Ruto ametimua Ndindi Nyoro kama chairman wa kamati ya budget, na ametimua Ndindi Nyoro kama chairman wa kamati ya budget kwa sababu vile ambavyo alinyamazia hii mambo ya impeachment, na vile ambavyo amekuwa akinyamazia haandamani na William Ruto kama vile ambavyo walikuwa wanaandamana. Hilo jambo linatatiza sana watu wa UDA na watu wa William Ruto, kwa sababu hawajui Ndindi Nyoro uamuzi wake amenyamazia nini, na kwa sababu wameanza kuogopa. Na huyu kijana anaendelea kufanya kazi kule Kiharu, na huyu kijana anaendelea kusifiwa kule Kiharu, na hawajui msimamo wake wa kisiasa ni upi. Wakaona kwanza watimue yeye hiyo kiti ya budget ndio waweze kupeleka propaganda kule bungeni. Na ile propaganda walipeleka kule bungeni ilipelekwa na Kimani Ichung'wah, majority leader, na ikapelekwa na Junet Mohamed, the minority leader. Na ile propaganda walienda kuongea pale bungeni ni kitu ambayo mimi mwenyewe hata ilinishtua, sababu speaker wa bunge, mtu ambaye ni wakili, mtu ambaye amesoma, mtu ambaye anafaa kusimamia haki na ukweli katika bungeni, mtu ambaye hafai kukubalisha watu kuongea propaganda ama vitu za uongo bungeni, alipatia Ichung'wah 2 hours wakiwa na Junet, wakaongea stories za Ndindi Nyoro za uongo, ati vile ambavyo wamemtimua katika hiyo kiti kwa sababu alikuwa anachukua pesa ya Wakenya, alikuwa anachukua pesa ya zile constituencies zingine anapeleka Kiharu kufanya kazi. Ndio maana ati research ikifanywa kila wakati anapatikana yeye ndiye mbunge namba 1 katika utendakazi hapa nchi ya Kenya. Wakasema ya kwamba kwa sababu yeye ndiye anaongoza ile kamati ya budget, zile pesa zinafaa kupelekwa kule Kiminini, zile pesa zinafaa kupelekwa kule Coast,
zile fedha zinafaa kwenda kule Rift Valley kule kwa kina Kamket. Hizo pesa zote wakasema Ndindi Nyoro amekuwa akikusanya zote, anaweka katika bajeti, zote anapeleka Kiharu. Ati ndio maana wamemtoa katika hiyo kiti kwa sababu hana haki na usawa, anachukua pesa ya Wakenya anapeleka kwake. Mimi nataka niambie Wakenya, Kimani Ichung'wah ni mtu ambaye akili yake ilipungua. Ni mtu ambaye alipatiwa pesa na William Ruto, akili yake akauza kwa William Ruto, hafikiri tena. Kwa sababu kusema ya kwamba ati Ndindi Nyoro alikuwa anapeleka pesa wa Kenya wote kule Kiharu, hiyo ni jambo la uongo. Kwa sababu mkiangalia vizuri historia, Ndindi Nyoro alichaguliwa mbunge mara ya kwanza 2017. Na hiyo siku yeye hakuwa chairman wa kamati ya budget. Na hiyo siku hata hakuwa mwanakamati kule bungeni katika kamiti ya budget. Lakini tuko na evidence ya kwamba wabunge wengi tamu ya Ndindi Nyoro ya kwanza walikuwa wanaenda kule Kiharu kufanya kitu inaitangwa benchmarking. Hata Rigathi Gachagua mwenyewe wakati alikuwa mbunge wa kule Mathira, iko siku 2020 alienda kule Kiharu kufanya benchmarking, kuona ile kazi ambayo huyu kijana alikuwa anatekeleza kule. Mimi nataka niulize Kimani Ichung'wah, kama Ndindi Nyoro ile kazi amefanya Kiharu amekuwa akifanya kwa sababu anafanya na pesa ya Wakenya wale wengine kule bungeni, kwa nini alikuwa anakuja namba moja katika ripoti zote ambazo zilikuwa zinatolewa akifanya kazi kule Kiharu? Na hiyo siku yeye hakuwa chairman kamati ya budget. Hiyo siku yeye hata hakuwa member katika kamati ya budget. Hakuwa iongoza kamati hata moja ya budget akiwa mbunge tamu yake ya kwanza. Lakini alikuwa anatekeleza ile miradi yote ambayo tumekuwa tukiwitness kule Kiharu. Mimi nikasikia Junet akisema ya kwamba ati ni makosa kubwa sana kiongozi kama Ndindi Nyoro ambaye anapeleka wabunge huko wanafanya benchmarking, na saa hiyo ni pesa ya Wakenya wale wengine ameokota amepeleka huko. Mimi nataka niambie Junet Mohamed, wabunge wengi walienda kule bungeni kukunywa chai na mandazi, wanaingia huko bungeni, wana sign in ndio wapate allowance, alafu wanaenda kwa ulevi. Na kama mbunge kazi yake ni ulevi na kukaa kwa lodge ni kule Nairobi, haendi kufanyia watu wake kazi, na kuna mbunge mwingine ako mashinani akifanyia watu wake kazi, mbona mko na shida na hiyo? Mbona mkishindwa kufanya kazi mnaanza kusingizia yule mbunge mwingine anaiba pesa za Wakenya wale wengine na kutekeleza kwake? Mimi nataka niambie Wakenya, juzi Rigathi Gachagua amefukuzwa kwa serikali na akazingiziwa kuwa mkabila. Na alizingiziwa kuwa mkabila ndivyo akitoka kwa serikali akuwa isolated by other national leaders. And that is why William Ruto, he made sure before impeaching Rigathi Gachagua, amehubiri Kenya mzima na imejulikana ya kwamba Rigathi Gachagua ni mkabila. Saa hii sababu walimalizana na Rigathi Gachagua, sasa wameingia kwa Ndindi Nyoro. Na kwa sababu wanaona Ndindi Nyoro ni kijana ambaye uongozi wake umeanza kukubalika kwa Gen Z, kwa sababu wanaona uongozi wake Gen Z wameanza kuona huja kijana ni kiongozi, pengine anaweza kuja asaidie nchi yetu siku za kesho. Ndio maana wakapangia yeye jama, waanze kumbrand yeye ni kama mtu ambaye ni mwizi, wakaanza kusema yeye ni mtu ambaye anapora pesa za ile maeneo mengine ya bunge anapeleka kwake. Wakaanza kubrand yeye aanze kuonekana ni kama ni kiongozi ambaye hana usawa. Uongozi wake hana usawa. Uongozi wake anapendelea watu wa kwake, lakini hana haja na yale maeneo mengine katika taifa. Hii ni jama alipangiwa ndivyo aweze kukua branded, so that hata siku anajaribu kusimama kuongea mambo ya national politics, already akuwe profile yeye ni mtu wa Kiharu, ni mtu wa kuiba pesa katika ile maeneo mengine. Na hiyo matamshi walitoa kule bungeni wanaiangazia ndivyo mtu kama Ndindi Nyoro akitoka hapa aende Kisumu ama akitoka hapa aende Rift Valley, atakuwa anaonekana yeye ni yule mtu aliiba pesa yao akapeleka Kiharu. Wanambrand hii maneno ndivyo akitoka hapa aende kule kwa Kamket. Wale watoto wanasomea chini ya miti kule kwa Kamket kutoka dunia ianze 1963. Wakiona Ndindi Nyoro wanajua huyu ndiye shida yao, kwa sababu zile pesa wangejengewa nazo madarasa zilipelekwa kule Kiharu. That is the narrative Kimani Ichung'wah and Junet Mohamed, they are driving under instructions of William Ruto. Ndivyo wajaribu kumaliza huyu kijana. Lakini sisi tunaonea 18 sababu sisi at least tumesoma, hata kama hatuna ma PhD tunajua wakati William Ruto anatupangia, na tunaweza kujua wakati William Ruto anadanganya na wakati anasema mambo iko. Na kwa hivyo hii niambie wa Kenya, matamshi ya Ichung'wah, matamshi ya Junet Mohamed, huyo ni William Ruto mwenyewe anaongea. Kwa hivyo itupiliwe mbali.
Na ndio maana mimi nasema William Ruto alijua siku zake za kukaa kwa mamlaka zimeisha wakati Jezi waliungana kule Nairobi mwaka uliopita, na wakasema ya kwamba siku za kumaliza ukabila zimefika. Na ile siku Jezi walikuwa wanaandamana, walisema ya kwamba the tribalists, wakasema ya kwamba the parties, wakasema ya kwamba hawaandamani kwa sababu ya vyeo, wakasema wanaandamana kwa sababu wanataka nchi bora, wanataka uongozi mwema. Na hiyo siku kulikuwa na maandamano wa Kenya, wacha nimwambie. Kulikuwa na maandamano mpaka Rift Valley kwa kina William Ruto pale nyumbani. Na kwa sababu hiyo wave ya Jezi iliandamana kila kona katika nchi yetu, William Ruto akaona tukimaliza ukabila hataweza kuongoza nchi. Akajua ukabila ikiisha vile Jezi wanasema hataweza kurudi kwa kiti 2027. Na kwa sababu alijua hivyo, ndio maana tena amerudi amekoroga mambo ya ukabila, amerudisha tena mambo ya ukabila. Na ndio maana William Ruto kila mahali akisimama anaongea kuhusu kabila hii na ile kabila ingine.